Speaker na wabunge wote wale wamefika hapa leo, wale wa 2 term na wale wa 1 term. Mr. Speaker, mimi ni opposition leader na mimi ndiye youth leader ya Nairobi mzima ya 1 term movement. Na mimi ndiye deal na watu methodically vile inatakikana, vile Ken anadanganya watu. Alipewa nyumba, mtu amepewa nyumba, hata ukiangalia uso yake unaona tu landlord, lakini mtu si landlord pia unaona tu, lakini ile kitu mtu anaomba pia unamuombea tu apate, because ako na ndoto ya kukuwa landlord. One time utakuwa landlord, lakini si kwa nyumba ya Ruto. Tukisatoa Ruto aende nyumbani Sigoi, ndugu yangu, nitakupanga na utakuwa landlord. Unasema Ken. Sawa, huyu anajulikana. I don't want to mention his name. Anajulikana tu. Sasa, Mr. Speaker, nimesikia kama ndugu yangu amekuja hapa amesema ati wale watu walikuwa nasema tu 1 term wako kwa government. Mr. Speaker, sasa hapa nataka kupigana na watu wa 2 term. Mr. Speaker, nasema hivi, nataka kumwambia watu wetu, tunatoka naye Lake Region. Mimi natoka Migori, Uri constituency, North Kanyamkago ward, Kamkundu location. It means mimi ni Mjaluo. Unasikia hapo? Nataka kumwambia watu hivi, hii mambo mtu anakuja hapa anasema saa hii ati baba Raila Amolo Odinga alikufa kaachia kwa serikali. Sijui ni kwa serikali ya nani? Sijui kuna serikali ingine, sijui huko kwa serikali wa nyumba. Serikali uliachwa ndani ni nyumba yako na huyu bibi yako. Hiyo ndio serikali baba alikuacha, si ya Ruto. Unasema ati this time round ndio uko kwa serikali. Ndugu yangu, rudi kwa nyumba yako. Kama hukupata nafasi ya kusoma Eastern government vizuri, ingia kwa smartphone yako uanze kuangalia 1963 mpaka 2025. Hakuna government Mjaluo hajawahi kosa kukuwa ndani. Kwa wale ambao wanakuja sasa unasema mwekee na hakufanya history, alifanya siari. Sababu gani nasema hivyo? Kenya tulipata independence 1963. Oginga Odinga ndiye alikuwa the first vice president of Kenyatta. Ukweli ama si kweli? Yaani uangalia Tom Mboya alikuwa kabila gani? Bado Jaluo, anatoka hapa Rusinga. Alikuwa ndani ya serikali. Alikuwa minister. Kodek alikuwa wapi? Kodek ni kabila gani? Baada alikuwa Jaluo, minister. Ukikuja kwa huko, baada alikuwa minister. Wewe hukusoma history, angalau unasoma siari nyamaza. Wani sasa ajui ministry ya Tom Mboya. Ajui ministry ya nani? Ya huko. Ukitoka hapo tunakuja Achengo Neko, hiyo ni top 6 Kapenguri, achana naye. Tukikuja hapo tunakuja mpaka Masaya Moi. Bado tulikuwa mpaka minister, tukapewa mpaka na Oyugi. Oyugi mahali Lewi wanasema ati Raymond Omolo wako. Raymond Omolo ameandika wangapi hapa kazi? Oyugi aliandika wangapi? Oyugi alikufa kitambo, lakini kuna wengine bado wanakula na jina yake mpaka Lewi. Lakini Raymond Omolo ameandika nani? Naonanga watu wakimwambia Raymond Omolo wako kwa serikali. Hapo kama mwaka yako imeshinda kuchukua polisi, ende chukua hata ndugu yako anakuqualify kuchukua polisi. Ni ukuje hapo utupe Raymond Omolo ameandika nani? Kazi. Si amepea nani handout? Ameandika nani kazi? Hiyo lazima tuongee baba, tulia. Ukiona wewe ni mzee sana unapinga, rudi nyumbani uanze kulema mapema ukingoja kifo yako. Mr. Speaker, tukiingia kwa Kibaki, Oruo Jodi alikuwa minister. Assistant ya security. Kidogo tu. Ukitoka hapo Kajwang alikuwa minister. Ukitoka hapo the late baba Raila Amolo Odinga alikuwa minister. Ukitoka hapo Ochila yako alikuwa minister. Ukitoka hapo Orengo alikuwa minister. Ukitoka hapo Nyang' Nyong'o alikuwa minister. Professor Nyang' Nyong'o alikuwa minister. Kwani hujui hiyo? Hii Nyang' Nyong'o vile umejua mimi sitoki Kisumu. Sasa kutoka hizo vitu zote tulikuwa kwa government, lakini hao watu walikuwa kwa government, ndugu yangu. Hao watu walikuwa kwa government. Hawakuenda pale ya kupigania watu kutoka Nyanza. Hao watu plus watu kutoka Western wako pale ya kupigania tumbo yao. Unasikia hapo? The reason why unapata tofauti kati ya MPs kutoka Central na MPs kutoka Nyanza. Nyanza ni mdomo mingi wanaongea kwa parliament, lakini Central wana mambo mingi, lakini development wanapeleka huko.
Unasikia hapo? Lakini wewe unataka development na MP akiongea kwa parliament unasema ako sawa. Lakini Mkikuyu hataki MP anaongea mingi. Anataka uibe upeleke. Huyu Mbadi, nikimaliza na Mbadi. Mbadi alikuwa anasema. Huyu Mbadi moja alikuwa anasema ati Wakikuyu walikuwa naiba. Walikuwa naiba kama wako kwa finance. Leo hii amewekwa hapo. Kuna hata Jaluo hapa Mbadi amesapeka kitu. Sikudanganyi. Hii serikali ya Ruto hii ndiyo serikali ya mwisho ya kuiba, ya kupora. Hii serikali ya Ruto hii. Hakuna serikali nyingine sisi kama Wajaka utapata chance ya kupora apart from hii ya Ruto. Lakini saa hii ndio unapata kama uwezi pora. Mbadi ikifika weekend anaenda huko Suba kwao. Anaweka wanawake chini na akisoma Biblia. Anakuta Biblia sijui Matthew fulani, sijui Mark fulani, sijui nini. Akitoka hapo anaacha wanawake bure. Hata kumbele kumwambia wanawake watengenezeni group aende achukue pesa pewe. Ukiangalia huyu wa Lego anaitwa nani? Atandi alisema ati nani Dini Nyoro alikuwa naiba. Dini Nyoro akatolewa, Atandi akawekwa hapo. Aliongeza hata pesa ndio kujuzi yake. Kitu ameimprove naye ni kuenda gym na kunyoa. Unasikia hapo? Saa hii hao watu wanasema kwa 2 term. Sijakata kaeni hapo. Na kitu fanye. Peeni watu wenu kazi. Hao watu wamesoma sana. Mimi nalianga sana nikiona mtu anacheza na akili ya Mjaluo, akili ya daktari, akili ya lawyer. Jaluo unaona wapi wamekaa hapa? Hata ulete hapa hao wote wanajua kusoma. Lakini most of us hatuna kazi because tumelida to our leaders. Mtu anakuja anasema ati Mukalia anacheza tuna akili ya daktari. Mukalia anacheza tuna akili ya engineer. Ndugu yangu Ruto is a one time, upende usipende. Ginginyo babu songa. Wewe tulia. Nataka kumwambia watu hivi. Wewe Ken. Huyu jamaa wacha tu nimalizeni alafu niende. Nataka kujibu kidogo. Songa naongea. Nataka kumwambia watu hivi. Mtu amesema, wacha nimalizie. Mtu amesema huyu about Rigathi Gachagua. Ukiangalia Wajaluo hapa tunaona daktari. Hebu tuonyeshe kichapo moja hapa daktari. Wewe hujui. Wewe nyamaza, ndugu yangu nyamaza. Wewe hebu babu kuja. Hebu kuja tu. Kidogo tu baba. Unatoka wapi? Natoka Kasipul. Home ni wapi? Kasipul Kaboni. Na county? Homa Bay. Wewe ni graduate ama? Ndio. Umesoma course gani? IT. Amesoma IT. Unaweza kumbea kazi? Leta Kisii. Kisii. Sawa. Huyo ni moja. Sawa. Mr. Speaker. Ita nywele sauce. Nyamazeni. Speaker wacha songa ongea. Songa itie kangoto poki wacho wachi babu. Sawa. Kagia no babu. Wacha lete tu basi watu. Songa. Withi will marba. Odo goyoge. Ken, kuja uulize swali. Wewe. Leta Kisii wako. Ken uliza swali. Haya, oda. Mkisii. Miwa inaharibika huko. Oda. Lakini Ken Mr. Speaker. Oda. Si oda bwana. Amevaa nguo ya mnani wanta. Mr. Speaker, nimesikia ndugu yangu anaongea mambo mazuri sana hapa. Ndugu yangu anaongea mambo mazuri ya kwamba watu wamesoma kwa hii bunge na serikali hajawapea kazi. Mimi swali yangu kwa songa. Mtu huwa mimi kulingana na mimi Mr. Speaker najua mtu anaendaga shule ili ajue ku create job. Mtu aendaga shule ili apate kazi. Kwa sababu kama ni kusoma, hata songa amesoma na nauza njahe hapa. Kwa hivyo wewe, when you create ile kazi ya njahe, niambia wapi wa create kazi ya njahe. Keni ni ngopi? Wacha nijibu Ken. Mr. Speaker, unaona hata unaweza kuwa comfortable sana kwa gari na ujui driver. Unajua hiyo? Unaweza enda nyumbani lakini unalala kwa hiyo gari na ujui driver ni nani. Unaweza panda ndege unalala na ujui driver ni nani, uko comfortable.
Mr. Speaker, nataka kumwambia Ken hivi. Umejua ukikuwa na watoto kama hao Ken, mtoto ya first born anafikiria vile anafikiria, second born anafikiria vile anafikiria. Sikudanganyi. Kwa hiyo boma kuna watu. Sasa nataka kumwambia nikiona ndugu yangu mkubwa anapotea hivyo, kama MP, kama pia Wandayi kutafuta kazi ilimshinda, akakuja kwa watu wampee kazi. Opia Wandayi alisimama MP. Yeye ni MP, hata sasa yeye ni minister. Kutafuta kazi ilimshinda, akakuja kwa watu wakampea kazi. Kuna mezi kweli? Hata vile aliprove akasema anaenda kutafuta kazi, apee watu. Mbona hajapea watu kazi? Na yeye ndiye alikuja kuandika akasema anaenda kupea watu kazi. Kama yeye mwenyewe ni alishindwa kutafuta kazi, akakuja kwa wananchi wampee kazi. Sasa yeye anasema wananchi waende watafute kazi. Yeye mbona kutafuta kazi? Kama umeenda mpaka mahali anatoka Sigomre, senta yao hauna stima, kwa kina Ken huyu anaongea nini? Kwanza watu wa Siaya, siogopi kusema, na sitaki kutoa siri. Wacha tu next time.